anasema ya kwamba huwa inafika wakati wanasimba wanasikia njaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanaomtafuta Mwenyezi Mungu hawakosi chochote chema. Simpe makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ukiamua kumtafuta Mungu hautakosa chochote chema kwa maisha yako. Mema yanatoka wapi? Kwa Mungu. Ukitaka huyu Mungu alete mema katika ndoa yako ama kwa maisha yako ama kwa masomo yako, mtafute. Bwana Yesu asifiwe. Usijione bado uko kijana. Biblia imekuruhusu kumtafuta Mungu kama ungali kijana. Tafuta huyu Mungu mapema. Na Biblia imesema vizuri. Na Mungu akasema, wale wanaomtafuta hawakosi chochote chema. Ukiona mwanadamu maisha yake yamelainika, ukiona Mungu anampa mema, jua ya kwamba amemtafuta kwa wakati mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanya watu wengi tunakosa kupata mema kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo ukijua kwamba hili jambo linaweza sababisha Mungu akose kunipa mema ama nikose kupata mema kutoka kwa Mungu, ni jukumu lako kujiondoa katika hiyo njia ili Mungu akuwezeshe kupata hayo mema. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta Mungu katika hali zote ili hayo mema yakae maishani mwako siku zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unapomwamini hakika hautakosa chochote chema. Wewe ukiona watu wanabarikiwa, wanajua jinsi ya kutafuta huyu Mungu. Wengine wanamtafuta Mungu kwa matoleo. Wengine wanasimama na ujenzi. Vile tuko na harambee leo. Watu wengi wanatafuta mbinu ya kupata mema kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo inategemea wewe mwenyewe umeamua kumtafuta Mungu kwa njia gani. Unaweza jikakamua kwa hali zote, lakini jambo kidogo peke yake likafanya ukakosa yale mema ambayo ungeyapata kwa Mungu. Lakini kama unasimama na huyu Mungu na utofautishe uovu na wema na kile ambacho kinaweza fanya ukakosa kuyapata mema kwa Mungu, njia zako zitalainika vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema nini? Njooni enyi vijana mkanisikilize, nami nitawafundisha kumcha Mwenyezi Mungu. Mpe Yesu makofi. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba njooni enyi vijana. Nimesema vijana wasikuje kweli? Nimesema vijana wasikuje kwa Mungu? Imesema njooni kwangu enyi vijana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vijana wa siku hizi wanasema muda wao wa kwenda kwa Mungu bado. Muda wao wa kwenda kwa Mungu bado. Wengine wanasema hawajafanya raha ikawatosha. Wengine wanasema hawajaua watu, wamengoja waue kwanza ndio wakuje kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema ya kwamba sijalewa nikafikia kiwango cha babangu vile alikuwa akilewa. Mwingine atakwambia kwamba sijaoa nikamaliza, baba yangu alikuwa na zaidi ya wanawake wawili ama mmoja, kwa hivyo yeye baada anapishana ashinde baba yake kwa kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Ashinde nani? Kwa hivyo anasema muda wake wa kuokoka bado. Reason ni kwamba hajashinda baba yake kwa wanawake. Huyo pia ni kijana tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wasichana wanasema ya kwamba wao wajaoleka kwanza, wajafanya raha ikawatosha. Wanasema bado muda wa kuokoka bado. Nakwambia dadangu, utakuwa unapotea. Kijana ukijiweka kwa hiyo maisha utakuwa unapotea. Epukana na vitu ambavyo vinaweza zuia mema kuja maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu unapomjaribu katika maombi ukiwa hata mwanafunzi na unaamua ya kwamba masomo yako unaelekeza kwa Mungu, imani yako na maisha yako umehand over kwa Mungu, mema yatakuja maishani mwako. Utaona performance yako ikiwa tu mzuri kwa sababu wewe ni mcha Mungu.
umetii wazazi wako, umeheshimu wakubwa wako, umetii viongozi wa kanisa, umeheshimu mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Utaona tu mema yakijaa kwako, na haya mema yatajaa kulingana na vile umeamua kumtukuza huyu Kristo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mema hayakuji tu jinsi unavyofikiria. Mungu amesema mema yanakuja kutokana na vile unavyomjaribu huyu Mungu. Unamjaribu kwa njia gani? Jaribu Mungu kwa njia ya imani katika maombi. Jaribu Mungu kwa njia ya matoleo. Nenda mbele ya Mwenyezi Mungu na kitu. Ambia Mungu, nimeteseka na huu ugonjwa. Mimi nimekuja na huu mfugo, ama nimeleta hii ng'ombe kwa hii madhabahu. Nimeleta hii kondoo kwa hii madhabahu. Baba, nimeleta hii mbuzi kwa hii madhabahu. Ama nimekuja na taiti yangu, fungo la 10. Ama nimekuja na hii sadaka yangu. Ninaomba upitia kwa hii sadaka ambayo nimeleta kwa hii madhabahu. Mungu, niondolee haya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna magonjwa ya laana, na kuna magonjwa ya kawaida, na kuna magonjwa ya uchawi, na kuna magonjwa ya kurushiwa tu. Kuna magonjwa ya mashetani ambayo unaweza tembea kila aina hospitali, lakini unatibiwa na hauponi. Bwana Yesu asifiwe. Yako matatizo ambayo yanaweza kumbana na maisha yako, ukang'ang'ana nayo kwa muda mrefu, lakini kwa sababu haujaelewa ufanye nini ili Mungu akuokoe, ndio sababu watu wengi wanabaki wakiteseka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na watoto hawaperformu kwa mitihani, watoto wanasoma wakirudi nyuma, watoto vichwa vimekuwa vigumu, walimu wanafundisha lakini hawaelewi. Haujajua sababu ni gani. Wewe hujaenda kwa madhabahu ukatoa sacrifice kwa ajili ya hao watoto. Haleluya. Haujaienda kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu ukaambia Mungu, nimekuja na hiki mbele yako kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya masomo ya watoto wangu. Wewe umeshajua tu mtoto akishaenda shuleni story imeisha. Kuna mambo mengine ya